Habari zenu jamani, nimeona leo nije chap wakati huu. Najua wengi mmepumzika, lakini ndio muda huu wa kupata kanafasi ka kusema pamoja. Kumbuka tunazingatia mkata swichi mpaka atoke Kimara akafike mawasiliano muda unavyoshaenda. Sasa leo tutakuwa nadhani Instagram, tutakuwa TikTok na tutakuwa na wako watu wamechukua watu kutoka yes, tunakwenda vizuri kabisa, na wamechukua kutoka kule YouTube. Kwa hiyo account zangu itakuwa leo hii kwa maana ya Facebook pamoja na TikTok. Wale wa TikTok nitaomba wanipatie experience kwamba TikTok inakwendaje, kama ina stream. Hichi najaribu kujifunza kama TikTok ina stream, utaniambia. Leo nataka kujifunza nione, niambiwa zote ziko live. Okay, dakika moja nione kama iko sawa. Go live now. Hapana, brother restream. Samahani, jaribu kuweka teknolojia sawa sawa ili tujue. Inaniambia TikTok iko live. Ninyi ndio mtanisaidia kujua. Kama haiko live basi inakuwa ni bahati mbaya na tutafanya tena hivyo wakati mwingine. It's sad kama TikTok inaonekana haiko live, lakini kwa settings zangu hapa inaonekana iko live. Yes, inaonyesha zina stream. Okay. Sawa. So leo nitaka tuzungumze vitatu vinne. Cha kwanza ni kuhusu habari ilifanyika jana. Sitasema neno mengi kwa kweli, lakini niliona watu wengi wameuliza bwana vipi na kwa aje na nini. Sijakuwa kwa maana hiyo mchambuzi, lakini nataka tu kuweka maelezo kwa faida ya wana CCM, lakini pia na umma wa Tanzania. Jana kulifanyika kitu kikubwa sana pale Mlimani City. Kulikuwa kuna harambee kubwa ya Chama cha Mapinduzi. Ndiyo, harambee kubwa ya Chama cha Mapinduzi, na watu wengi walikuwepo. Ngoja naweka hapo utaratibu. Watu wengi walikuwepo, zimechangwa pale bilioni 86. Sasa kitu kimoja ningependa watu wafahamu ni kwamba Chama cha Mapinduzi ni tofauti sana na vyama vingine. Chama cha Mapinduzi mwelekeo wake ni vyama vya kimashariki. Vyama vya kimashariki, vyama kama chama cha kikomunisti cha watu wa Uchina, kama chama cha kikomunisti cha watu wa Kuba,
chama cha komunisti cha Vietnam, kidogo pale Ujerumani kuna kile chama kinaitwa Social Democratic Party SPD. Kwa hawa wana namna yao fulani ya kuendesha mambo yao. Huwa wanajitahidi kwa ile desturi na kwa historia kuepuka uholela wa kuendesha vyama. Chama ni taasisi imara kabisa inayosimamia serikali, na mara zote chama kinatakiwa kiwe mstari wa mbele kutoa maelekezo kwa serikali kuhusu maslahi mapana na makubwa ya umma wa nchi husika. Kwa hapa Tanzania itakuwa maslahi mapana makubwa ya taifa letu la Tanzania na wananchi wake na watu wake. Kwa hiyo kwa mfano, huwa wanatengeneza mazingira muhimu sana ambayo yanahakikisha ya kwamba chama kinakuwa kinajitegemea na kinakuwa very independent ili hapo baadaye chama kisije kikakosa uhuru wa kuisimamia serikali kwa sababu tu uhuru wake umeingiliwa kwa kuruhusu uholela kwenye maeneo fulani fulani. Naposema uholela unaanzia kwa mfano masuala ya wapi chama kinapata fedha. Wapi chama kinapata fedha? Kwa sababu chama kinapopata fedha kinatakiwa kiwe chanzo ambacho kitabakisha uhuru wa chama kuisimamia serikali. Unajua kuna wakati serikali inaweza ikalegalega kwenye kukusanya kodi, lakini chama kikazungumza kwa kauli na kusema ole wenu msipokusanya kodi. Unielewa? Sasa huu ni uhuru kwa sababu chama kina pesa yake, kina mali zake, na ndio maana kwa muda mrefu hata kwenye Chama cha Mapinduzi tathmini iliyofanyika mwaka 2011 iliona chama chetu thamani ya mali zake zilikuwa bilioni 57. Thamani ya mali za Chama cha Mapinduzi mwaka 2011 zilikuwa bilioni 57. Mwaka 2018 tulifanya zoezi kubwa sana la uhakiki wa mali za chama, na napenda kuambieni thamani halisi mpaka sasa. Hizi ni takwimu nitasema za kipindi kile ambazo chama kilipitia kila aina mojawapo ya asset zake, huenda walikuwa wanafika trilioni moja ndio thamani halisi ya mali za Chama cha Mapinduzi. Kwa katika thamani za chama trilioni moja, mali hizi ni asset, zinazalisha fedha, na fedha hizi ni mali ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa muda mrefu utagundua hizi pesa walikuwa wanapiga watu wachache, umeelewa? Watu wanapiga hizi hela na ndio maana mwaka 2011 mwenyekiti ndugu Jakaya Kikwete, katibu mkuu Wilson Mkama, baada ya matokeo mabovu kabisa ya uchaguzi mwaka 2010 wakaamua kukitazama chama upya, na ndipo hapo unaanza mradi wa kufanya mageuzi makubwa ya Chama cha Mapinduzi katika eneo la uongozi, katika eneo la taasisi organization, na katika eneo la mifumo ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kutoka hiyo ilikuwa mwaka 2011, lakini na walitoka na kijitabu kinaitwa Haja na Hoja ya kufanya haja na hoja ya kufanya mageuzi makubwa ya Chama cha Mapinduzi, na hapo ndipo ukweli wote ulivyokuja kujulikana kwamba CCM pesa iko. Pesa CCM sio tatizo kwa sababu mali nyingi zipo. Viwanja vya mpira, kati ya viwanja vya mpira 100%, 70 kama sio 80 ni viwanja vinavyomilikiwa na Chama cha Mapinduzi. Sijazungumzia majengo, sijazungumzia mashamba, sijazungumzia viwanda, sijazungumzia migodi, yani wana kila kitu. Na hizi sio taarifa za siri, ni taarifa ambazo ziko. Na kwa nini chama chetu cha Mapinduzi kinakuwa hivi? Ili kiwe na uhuru wa kujiendesha na kufanya uamuzi, kwa sababu duniani kote watu wabaya watajitahidi sana kupoka uhuru wa chama kinachoshika dola katika nchi, ili iwe rahisi kuidhibiti dola, ili iwe rahisi
kuiendesha dola kama mwanasesere. Kwa ukitaka kuishika dola hapa Tanzania, wewe shika Chama cha Mapinduzi. Shika Chama cha Mapinduzi. Hakuna mtu kwenye serikali atafurukuta kama Chama cha Mapinduzi kimeshikwa na wajanja wachache. Hakuna mtu mwadilifu kwenye serikali ambaye atakwenda kinyume na maelekezo na kauli za Chama cha Mapinduzi. Kwa wajanja wengi wanajua pakukamata sio serikalini, pakukamata ni hapa kwenye Chama cha Mapinduzi. Kwa haya ninayoyasema yamesema mwaka 2011 kwenye tathmini kubwa ya chama iliyokuwa imefanyika wakati huo. Sasa harambee ya jana kama ambavyo mnaiona, mimi ukiniuliza kwa kweli inaturudisha kule kule tulikotoka. Chama kinajigeuza bidhaa, na hapa mnisamehe viongozi, mwe na amani kwamba sisi kwenye chama chetu tunazungumza na nini na mambo kama hayo, lakini chama kinajigeuza bidhaa inayoweza kuuzwa na bidhaa inayoweza kununuliwa. Kwa sababu inauliza tunatafuta pesa ya uchaguzi, chama chenyewe kina shilingi ngapi mpaka usawa huu? Chama chenyewe kina shilingi ngapi mpaka usawa huu tunakwenda kuomba pesa kwa watu? Alafu unaweka pale watu wanachanga, lakini unajua iko sheria ambayo inaeleza hata kwenye kampeni ni kiasi gani tunataka tutumie. Unajua tunataka tukumbuke vitu hivi, sisi ni chama kinachoongoza nchi. Kwa vitu kama hivi ni muhimu sana vikazingatiwa. Tunachangisha kwa kusudi gani? Kama ni kampeni, kanuni ya uchaguzi ya Tume Huru ya Uchaguzi imeeleza bayana kampeni ya mgombea urais shilingi ngapi, kampeni ya chama chote shilingi ngapi. Na hapa mimi nitakukumbusheni mwaka 2015 kile kiwango cha sasa hivi kimewekwa kwenye kanuni ambacho kinaeleza chama cha siasa maximum kitumie isizidi bilioni 25. Chama cha Mapinduzi mwaka 2020 huenda kilitumia 60% ya kiwango kile ambacho serikali inataka vyama vitumie kwa maana ya Chama cha Mapinduzi. Na ndio utagundua mwaka 2020 chama hakikuprint t-shirt, chama hakikuprint mabango kila pahala, chama hakikufanya hii branding ya kibiashara. Unajua kuna ile inaitwa branding ya kibiashara, chama hakikufanya branding. Kwa nini? Kwa sababu tuliamini tumeichapa kazi vizuri sana, umenielewa, katika kiwango ambacho umma utatuelewa. Hata kama hatuna t-shirt, mimi mmoja wapo nilivaa nguo zangu za kawaida kipindi chote cha kampeni, sikuwa na t-shirt mpya na ndio nilikuwa mwenezi wa chama. Lakini watu wengine wala kuprint, wenda walikwenda wakaprint, lakini sio kwa pesa ya chama. Na wakati huu tunazungumza hivyo, chama chenyewe kilitumia pesa yake, si kama nielewa vizuri, kuendesha uchaguzi wa mwaka 2020. Kule 2015 tulikuwa tunaka uzoefu fulani holela. Huenda kule ilishoot, labda unaweza kwenda hata nisiseme, lakini huenda ilishoot sana kuliko hata kiwango ambacho kinatakiwa kuwepo, na kulikuwa kuna matukio mengi sana ya matumizi yasiyofuata utaratibu ya fedha za Chama cha Mapinduzi. Na nafikiri katika chama chetu na hii nikizungumza kwa wana CCM, mpaka kesho asubuhi mtafahamu ya kwamba settlement accounting ya mwaka 2015 ya hesabu ya uchaguzi imekuwa pasua kichwa. Kwa nini? Kwa sababu watu waliingia mle ndani wakapata hela za holela, zikapigwa, and that is not right, haikubaliki. Nitakupa kisa kimoja. Bwana mmoja alikuwa ana dhamana ya uongozi kule Chama cha Mapinduzi. Hii story kila dereva kwenye CCM anaijua. Kwa madereva wote CCM na madereva wote wa CCM sema makao makuu Dodoma, Lumumba, wote ni washikaji zangu mimi. Sasa jamaa mmoja akawa anatembea na pesa kwenye gari lundo kule nyuma, lundo tembea nazo, ambao si utaratibu. Mwaka 2020 pesa ilikuwa inalipwa kwa mfumo. Unaweka maombi kwenye mfumo, na anaweka maombi sio mkuu wa idara, mimi na msaidizi wangu anaitwa katibu msaidizi mkuu. Katibu msaidizi mkuu, umenielewa, ana wasaidizi maafisa. Kwa maafisa wataanzisha maombi, umenielewa, maombi,
yale maombi yatapanda, yatakwenda kwa katibu msaidizi mkuu. Maombi yakipanda kwa katibu msaidizi mkuu, mimi niko aware tunahitaji fedha hiyo, yatakwenda sasa kwa ofisi ya mkuu wa idara ya uchumi na fedha. Yeye ataidhinisha tena kwa mfumo na kwenye simu, kwa signature na anapitisha kwenye simu huko mifumo, na mimi ninamshukuru Mungu nilishiriki kwenye usanifu wake mwanzoni. Anapitisha, alafu baadaye ndo mchakato wa malipo na pesa hizo mnaingiziwa kwenye account. Ndivyo hivyo. Kulikuwa hakuna room ya longolongo au vitu kama hivyo. Hata watoa huduma walilipwa kwa mtindo huu. Hakukuwa na mtu anatembea na mafurushi ya pesa wakati wa kampeni. Ilikuwa namna nzuri sana ya kuhakikisha accountability kwenye Chama cha Mapinduzi. Sasa 2015 watu walikuwa wanatembea na sandarusi. Sasa iko bwana mmoja bosi, kiongozi wetu mkubwa yupo sasa hivi, yeye akisikiza historia anajijua. Sasa dereva wala mjali, wanaenda sehemu, jamaa ajali dereva kalala wapi na nini, atoe hela ya kuosha gari na nini, ila kule nyuma kuna hela ukumbuke. Ile dereva akasema huyu bwege ananifanya mimi mambo ya kibwege namna hii. Basi mzee siku moja kaenda katoka sijui wapi, jamaa alichota kaweka kando, alafu akayasukuma pala pengine. Yule bwana kuja kula chungulia kwa nyuma, kana mwana kama fungu limepungua hili. Ili fungu vipi? Mbona limepungua fungu? Sasa inakuwaje? Huko na bwana vipi bwana? Huko nyuma kuna kitu umefanya? Jamaa akasema hapana. Sijafanya kitu kiongozi. Maana huko kuna nguo zako tu na mabegi yako. Kwa kweli mimi sihitaji kwenda, mimi nguo zangu wanakaa nazo tu karibu hapa. Sasa jamaa mjanja kweli. Baada ya hapo alienda akatumia zile hela vizuri, sio kajenga nyumba, sio kufanya nini. But ninachojaribu kusema ni kwamba uholela huwa unatuharibia mifumo ya uwajibikaji ndani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa tunapofanya harambee kama hizi, zina faida na zina hasara, na hasara ni nyingi kuliko faida. Na viongozi msikasirike, ni afya sisi wana CCM kuzungumza. Hasara kubwa ya kwanza, chama kinatekwa, chama kinapokwa. Mnakuwa kama vile outsource nguvu zenu, mnakuwa mmewapa watu wengine nguvu zenu. Unajua mtu anayekuchangia harambee ile anakupatia 10% ya pesa, anakupatia 20% ya pesa. Wanachanga wale watu. Nauliza, chama kinakuwaje na jeuri ya kuisimamia serikali ili hakikisha ya kwamba kila mtu anaenenda sawa sawa na kwa mujibu wa sheria, na huo umezingatia wahuni hupenda kukaa kwenye Chama cha Mapinduzi wakati malaki ili waweze kuishika serikali. Kwa sababu uzoefu mkubwa unaonyesha ya kwamba vyama kama vyetu huwa vinatakiwa viwe independent, viwe huru, ili kuondokana na mtego wa kushindwa kuisimamia serikali, na hasa wale wanaokuwa wanatuchangia wanapokuwa ni wafanyabiashara wakubwa. Na si wote, napenda ifahamike, si wafanyabiashara wote wanaweza kuwa na rekodi nzuri ambayo mwisho wa siku pia inafanya chama chetu kikose uhalali. Si kama naelewa, chama chetu kikose uhalali mbele ya umma. Kwa mfano, kupiga vita rushwa, kupinga ufisadi, matumizi mabaya ya fedha, wizi, ubadhirifu. Maana nchi yetu imeshaumia sana katika eneo hili. Kwa hiyo nidhani ni muhimu sana vitu kama hivi, lakini sheria inasema kampeni mwisho shingapi, kwa hizi zinazozidi zinaenda wapi? Nimesikia wakubwa wanasema bwana mwanzoni pale, sababu kama hii yote hii kampeni, hii yote kampeni, kwani mna shingapi mpaka usahau? Hii sijaisikia. Lakini baadhi wanasema bwana hii pia inaenda kwenye jengo. Kwa hiyo jengo au kampeni? Kwa hiyo katika jengo hii ni shingapi? Umenielewa? Kwa hii ni mitego midogo midogo ambayo leo mnaweza mkafurahia kupokea pesa. Na swali moja aliulizwa katibu mkuu, bwana vipi hizi hela mnachukua hela chafu? Akasema bwana sisi sio taasisi ya kuangalia hela chafu au safi. Ndio ule msemo unasema mke wa Kaisari hatakiwi kutuhumiwa. Kwa Chama cha Mapinduzi hakitakiwi watu kukitilia mashaka kwamba pesa wanayokusanya safi au chafu. Hiyo hali CCM haitakiwi kufika hapo.
Ukiona tunaanza kujadiliana kuhusu safi au chafu, then ujue tayari tushaingia kwenye hali ya matope, tayari tumeshaingia kwenye hali ya matatizo, tayari tushaingia katika hali ya mashaka, tayari tumeshaingia katika hali ambayo inaacha maswali na sintofahamu kwa watu. Sasa tukimbie chapchap. Sasa hichi kitu mwaka 2011 kikaonekana. Sasa mwaka 2011 hichi kitu walichukua uamuzi gani? Kitabu hiki cha Haja na Hoja, Haja na Hoja ya kufanya mageuzi makubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa kuhusu viongozi inasema, pamoja na michango yao mikubwa kwa chama chetu, lakini kuna baadhi ya viongozi ambao wanabeba vifurushi vya uchafu ambavyo vinaendelea kuharibu sifa ya chama. Wako viongozi ambao sifa zao mbaya hujitokeza mara baada ya kuchaguliwa. Ni kama yule jamaa yangu yule alikuja kunipiga spana, yule walikuwa namgusa. Kiongozi mwenye vifurushi vya uchafu. Yule jamaa alinipiga spana. Hapo juzi nakumbuka yule jamaa alinipiga spana juzi hapa. Alikuwaga mbunge akajiuzulu, alikuwaga kwenye nafasi ya chama kukusanya hela na nini. Hela zile ambazo zilikopo hakuna. Sasa yule alikuwa anahusika hapa. Twenzetu. Wako viongozi ambao sifa zao mbaya hujitokeza mara baada ya kuchaguliwa. Hili linashangaza. Kama ni kweli viongozi wa ngazi husika hawakujua sifa hizo mbaya za wagombea hao, hivi hamjagundua kwenye uchaguzi huu wa CCM kuna watu wanaingia mle afu wanajiuliza huyu anafuata nini? Huyu anafuata nini? Siko naelewa vizuri. Huyu anafuata nini huku? Ama tajiri mkubwa sana, umenielewa? Au mtu mkubwa tu, au mfanya biashara mkubwa. Sisemi ya watu wasiende, hapana, lakini hoja inakuja pale. Ndipo tunachanganua, tunasema motive ya mtu huyu kugombea ni nini? Unajua watu wengi wanagombea kwenye CCM, sio wote, lakini idadi ya kutosha wanagombea kwenye CCM kwa sababu ya security na sio kutetea maslahi mapana ya watu wetu. Wanagombea kwa sababu ya kujilinda wao. Wanagombea kwa sababu wapate pasipoti nyekundu. Wanagombea kwa sababu wapate heshima mbele ya umma. Huyu ni mbunge. Kumekuwa very careful. Tunachagua watu wanaotafuta status kwa maslahi yao, au tunatafuta watu ambao wako hapa kutumikia watu. Sasa hili ni jambo muhimu sana. Ni jambo muhimu kabisa kuliko mambo yote. Na kwamba wakiteuliwa watakiharibia sifa chama chetu. Unamtazama huyu mtu sema kabisa huyu hasa anataka ubunge huyu wa nini? Saa zingine mimi siungi mkono viongozi wa dini kugombea nafasi za kisiasa, kwa sababu kweli unakuwa umejiteremsha chini sana katika kiwango ambacho wewe ni mtu wa mbinguni. Unajua bosi wako ni Mungu mwenyewe, alafu unakuja kugombea ubunge, unajiteremsha mpaka level ya chandimu, tunaanza kukutandika, unajua kupiga spana. Na unajua ukimpiga spana kwa mfano mchungaji, huwezi kumtofauti juu yake, na aliye juu ya mchungaji ni Mungu. Sasa akifanya hivi mchungaji, akifanya hivi ni Mungu mwenyewe anazungumza ndani ya mtu huyu. Sasa unaweza kumtandika spana ukajikuta tumeshakosea. Lakini huyu alienda kujichomeka mahali ambapo ni pa kiwango cha chini, ndio mwenye tatizo. Umenielewa? Viongozi wa dini wanatakiwa wakae mahala pa juu, wanawatizama viongozi wa kisiasa, wanawakemea, wanawaelekeza hili ndio, hili silo, na mambo kama haya. Tuendelee. Sasa mwongozo wa chama mwaka 81 unasema tusiwape watu nafasi za uongozi ambao misimamo na matendo yao yanaelekea kukihujumu chama toka ndani. Asante, tumerudi. Jamani, nahangaika
Unajua unga mtandao unga. Sasa mambo yale yakianza kutokea tena, mambo yanaondoka, inachukua ina ngumu sana. Nataka kusema mwongozo wa chama unasema tusiwape nafasi za uongozi ambao misimamo na matendo yao yanaelekea kukihujumu chama toka ndani ya chama. Hawa ni watu gani? Tunawajua. Kwa mfano, magenge yanaousaka uongozi kwa maslahi yao. Kundi la CCM mtandao in particular, kundi la hovyo kabisa kwenye Chama cha Mapinduzi. Nisikilize, mimi hapa ninavyozungumza hivi, inawezekana labda si kila mtu atakuwa na confidence hiyo, na mimi namshukuru Mungu, lakini watu wengi sana wanajua kundi la mtandao ni kundi la hovyo kabisa, limewahi kutokea kwenye Chama cha Mapinduzi. Hovyo kabisa kwenye Chama cha Mapinduzi, lakini wanapewa nafasi. Hawa watu wako mawaziri mle, unajua wengine wamefanikiwa, wamepiga mpaka juu zaidi, wako manaibu waziri, wako wabunge mle ndani. Watu kama hawa ni wa kushughulika nao mapema. Hasa naendelea sema hivi, hali ya siasa ya nchi yetu na uchambuzi huo hapo juu unaonyesha ni dhahiri kuwa haja ya kufanya mageuzi ndani ya chama chetu haina ubishi. Hata hivyo, mjadala unaweza ukawepo kuhusu nini kifanyike. Mazingira tuliyomo na alama za nyakati ndani na nje ya chama yanatutaka kufanya mageuzi haya yafanyike sasa. Ilikuwa 2011 ndio tukaanza 2015 16. Sasa tulikwenda, sasa tunaporudi saa hizi nauliza, mali za chama ziko wapi? Kwani tunachangisha kampeni? Kwani chama kina shilingi ngapi? Pesa iko shilingi ngapi? Vipi pale kwenye migodi pale kuna kampuni zetu za chama tukipiga zinakuja shilingi ngapi? Kwa sababu accountability ni pamoja na kusema mimi na shilingi fulani natafuta shilingi fulani. Lakini ukisema mimi nataka hii, weza kwako shilingi ngapi? Sasa angalia. Anasema hivi, nataka nikusomea. Hapa alikuwa anaeleza vizuri kabisa kuhusu ni wakati gani tunatakiwa kufanya mageuzi ndani ya chama chetu. Hii niweke pembeni, kwamba ni watu gani wanaweza kuwa msaada kipindi hiki. Ni watu ambao hawana sio malaika, hawana na chama kikianza kuonekana kinarejea kabla ya mwaka 2011 kukumbatia watu ambao wanaweza kuwa na maana yake dhana ya mageuzi kwenye chama chetu bado haijaeleweka, na viongozi wetu inaonekana wameiweka pembeni. Hata hii mambo ya kufanya mageuzi ni miaka 10, tulifanya 2015, tunataka tufanye 2025, lakini nafahamu viongozi wameshupaza shingo, na mimi naendelea kuwasihi sana mama yetu Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wetu, kitendee haki chama chetu. Tuwekee utaratibu kwenye Chama cha Mapinduzi, kijenge kile chama, tuweke makundi haya, kundi hili la mtandao wawekwe pembeni. Na nikuhakikishie kitu kimoja, kwenye CCM hakuna kundi lingine lolote isipokuwa hilo kundi la mtandao. Huwa ni ama kuna kundi la CCM na kundi la mtandao, lakini this time around ukitizama kundi la mtandao ndio liko kila pahala, la CCM hamna. Sasa hii haiwezekani na haikubaliki. Baada ya kusema hayo, niendelee kwenye mambo ambayo yametokea. Nimesema la kwanza ilikuwa kuhusu harambee jana, nimeweka maelezo vizuri. La pili, nikapigwa kijembe, na mimi nakileta kama ambavyo hii nimeichukua kwenye tovuti ya The Channel. Wasikusumbue wakina mbio. Wakina mbio hawana jambo isipokuwa ni wivu tu. Hawakutegemea kwamba wewe utaweza kumaliza kazi iliyoachwa na marehemu na kuongeza zaidi. Waliona utaishia njiani, kumbe hawakujua kwamba wewe sio wa kawaida. Kwa hiyo nakupongeza sana, na miaka 5 ijayo hiyo reli itafika mpaka Kongo. Asante sana. CCM oye! Kwamba asante sana. Huyu alikuwa mzee Azim Deuji,
amenipatia jina lingine, msamiati kina mbio mbio. Lakini ninachotaka kusema hapa ni kwamba wivu si wivu, si wivu. Unajua kuna watu wanaweza kuonesha wanampenda sana rais kinafiki, alafu kuna mtu mwingine anatenda kazi ya rais ili amemwamini vizuri kupitiliza, lakini kwa sababu tumeshakubaliana kwenye jamii ya watu kwamba tafsiri ya kumpenda rais, kwa mfano moja, si kufanya kazi, ni kumsifia tu, kumsifia bila sababu ya msingi. Kuna watu wanasifu tu bila sababu ya msingi, wanasifu tu. Mimi sikatai kusifu, hata mimi nimesifu, nashukuru rais amefanya hiki na hiki, lakini wao hata kazi hawafanyi. Mimi na hapa nitapenda wale washauri wa rais wote watatu, mimi nilikutana nao Havana, niliwaeleza kwa masaa matatu mfululizo nazungumza namna ambavyo mheshimiwa rais anahujumiwa. Niliwapa sura ya jumla na niliwapa sura specific, sura mahususi kwenye maeneo ya uwakilishi ambayo mimi nilikuwa nimepewa dhamana ya kusimamia. Kwa hiyo kama mimi ningalikuwa na wivu, basi ningetaka kuona anafeli kwenye maeneo haya. Kwa nini nilikuwa nasukuma na kusukuma na kusukuma tena kama nina lengo la kuona anafeli? Kwa mzee wangu Azim ndio mmoja wapo ya wale mmoja wapiga mapambio kinafiki, kwa sababu labda kuna chochote kitu anaweza kuwa anakitizama. Kwa hiyo watu kama hawa mimi kweli sina matatizo, kwa sababu alisema kwenye audience ile kubwa, nikaona nimueleze tu ya kwamba kumpenda Mama Samia ni kumchapia kazi yake. Lakini mimi nilifika pale nikasema no, huko serikalini na inawezekana yeye mwenyewe hawamaanishi hawa kufanya kazi ya umma, kwa sababu haiwezekani kwa miaka 4 unasukuma vitu haviendi. Hapana, nikasema sasa lazima chama kirekebishwe, serikali irekebishwe, tunyooshe vyote viwili. Only then mimi nitakuwa comfortable kurudi kufanya kazi kwenye serikali. Nje hapo bora niwe mtu sifuri, nifanye tu mambo yangu mengine ya msingi, kama hivi kupeana elimu. Na hivi mimi namshukuru Mungu, vile shule nimeenda nitakuwa nasimulia somo moja baada ya lingine muda wote kwenye TikTok hapa. Ni heri nifanye hivyo kuliko kukaa kwenye serikali ambayo tumekaa katika msingi wa kuto kufanya kazi kwa bidii. Kuna ndugu zangu hapa, asante sana, tunaenda vizuri. Ndugu zetu wa TikTok wako hapa wanakwenda vizuri kabisa. Asante sana ndugu zetu wa TikTok, asante mno, asante mno. Nilikuwa napata mrejesho hapa, ndio. Asante sana. So hii ilikuwa ya mzee wangu, tumwache. 3, kumekuwa kuna video fupi zinakatwa vipisi. Wanakata kipisi alafu wanasema uongo kuhusu hicho, which is very unfortunate. Na wakati mimi ningeshauri watu wasifanye hivi, kwa sababu kufanya vile wanakitukanisha Chama cha Mapinduzi, kwa sababu yale mambo mimi niliyafanya tena kwa maelezo mahususi kwa faida ya Chama cha Mapinduzi. Sasa nitakuonyesha mfano mmoja mdogo. Kwa mfano juzi ndugu yetu mkuu wa wilaya ya Ubungo ambaye kwa kweli namsihi ile programu ya kusimamia foleni ahangaike nayo ikae sawa. Zile programu za makamera njiani ahangaike aweke sawa. Huduma za maji, upimaji wa viwanja, urasimishaji, uwezeshaji kwa wananchi aweke sawa. Hili jambo mimi unaona nang'ang'ana nalo, liko kidogo juu ya pay grade yake. Kama na sisi tunaweza tukashirikiana kujadiliana, lakini kwa maana ya dhamana yake, yeye ana dhamana saizi ambayo anatakiwa azalishe matokeo. Mimi sinabadilisha tu kwenye mjadala, lakini usipotoshe. Sasa anataka kujustify kwamba anatumia video yangu ya zamani ambayo nitaipandisha hapa sasa hivi. Video hiyo hapo, hii video, kwamba ndani ya muda mfupi kutoka leo utaitishwa mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi ambao utakuwa na agenda moja ya kupendekeza jina moja kwa desturi ya chama chetu, na hatuna jingine, ni
ndani ya muda mfupi kutoka leo. Lakini kifupi inazungumzia kupendeza jina moja la Mama Samia Suluhu Hassan kuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Sasa yeye ameitumia hii video kuonesha kwamba hii kinachokisema hapa, na alinijibu kwa ile dhana ya mutatis mutandis. Kwa mwaka 2021 tulipendekeza apate mwenyekiti na mimi nikasema jina ni moja la mwenyekiti. Sasa nitamsaidia kujua. Kwenye CCM wote tuko sawa, lakini ni jitihada yako kuyatafuta maarifa kuhusu Chama cha Mapinduzi. Umefahamu? Sasa kwenye Chama cha Mapinduzi kitu kimoja ukijue kwamba kuna nafasi hazigombaniwi. Kwenye CCM kuna nafasi hazigombewi. Nafasi ya kwanza ni nafasi ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, haigombewi. Nafasi ya pili ni nafasi ya makamu wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Na hizi nafasi ni zote mbili, ni mwenyekiti wa bara, makamu wa mwenyekiti bara na makamu mwenyekiti Zanzibar. Hizi nafasi hazitolewi fomu. Haitolewi fomu ya mwenyekiti, haitolewi fomu ya makamu wa mwenyekiti, haitolewi fomu ya makamu mwenyekiti bara na Zanzibar. Nafasi nyingine haigombewi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, haigombewi. Nafasi zingine hazigombewi, tunashuka pale kwenye secretariat. Hizo nafasi hazigombewi. Sijui mchumi, organization, itikadi na uenezi, siasa, uhusiano wa kimataifa, hazigombewi. Lakini ikizungumzia kwa maana wale wakuu wa chama, nafasi zao, wakuu wa chama ni mwenyekiti, makamu, katibu mkuu, hazigombewi. Kwa ndio maana nikasema jina litakalopendekezwa ni hili moja. Sasa usichanganye. Wakili msomi, usichanganye. Pita kwenye madokumenti ya chama utaona. Nafasi ya ugombea urais inagombewa wakati wote. Sio kama huu uchakachuzi ulifanyika mwezi Januari. No. Hakunaga fomu moja, ni mwiko. Watu wanachukua fomu, tunawapitisha kwenye mchakato, tutawakata kwenye mchakato, lakini sio kuwanyima fomu. Kwa nafasi ya ugombea urais kwenye CCM ni huria, kila mtu anaweza kuingia. Nafasi ya mwenyekiti ni jina moja, makamu wa mwenyekiti wale wawili ni jina moja, katibu mkuu jina moja, na wale wengine pia vile jina moja. Nitaka hili nikuwekee vizuri ili next time tukiwa tuna engage kwenye mjadala usitumie theory ya mutatis mutandis kwenye hichi video ulikipost kule kwenye Instagram yako. Hai apply. Na hii unaweza ukacheck au kuzungumza na makatibu wa chama katika eneo lako, watakueleza vizuri. Mwisho lakini si kwa umuhimu, ilikuwa ni video moja, hii inatumika sana kupotosha watu pia. Video yenyewe ni hii hapa. Katiba yetu na kanuni ya uchaguzi wa wana CCM katika vyombo vya dola inaeleza katika mazingira fulani kamati kuu inaweza ikaelekeza kama tumepata mtu mmoja hapo, wala hamna haja ya kuitisha kura ya maoni. Yes, ipo kwenye kanuni. Anasema katiba yetu katika mazingira fulani inaweza ikaelekeza katika eneo fulani isifanyike kura ya maoni. Sasa kamati kuu inaweza ikaelekeza. Hawa walikuwa wanasambaza, wengine wale vijana wa chama tunafahamiana nao, na huwa ninawashauri kwamba mnapokuwa mnakuja kunipiga spana kidogo, fanyeni utafiti ili msipige spana mkaonekana yani viwango vyenu ni totolo, unajua totolo kabisa, mpeche yani vya chini kabisa. Kwa na washauriji wafanye hivyo ili wasije wakaenda kule wakakitukanisha Chama cha Mapinduzi. Sasa kanuni ya uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola, kama mtaisoma, ukienda kwenye fungu la 3, uchujaji wa uteuzi wa wagombea, hiyo story niko naongea na Maria Sarungi hapo, iko hapa sawa. Katika fungu la 16 fungu dogo la 2 inasema endapo kwa sababu maalum kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa itaona kuwa hakuna haja ya kuitisha kura za maoni, hususan katika uchaguzi mdogo,
itakuwa na uwezo wa kuelekeza kwamba zoezi la kura ya maoni lisifanyike. Kwa hiyo hii video ya Maria Sarungi kwamba kamati kuu inasema kura ya maoni isifanyike ni kwenye mazingira maalum na kwenye uchaguzi mdogo. Uchaguzi mdogo, unajua kulikuwa kuna mbunge kaondoka, tunataka kuweka mbunge mwingine, na nitakupa uzoefu. Hii ndio mtaja yule jamaa jana kwenye harambee pale alikuwepo, aliongea pia. Sasa yule aliongea pia, mwenyewe alijua Singida. Sasa kule kuna jimbo moja tulishafanyaga marudio, unaambia jamaa aliwapiga mpunga watu balaa, aliwapiga mpunga watu balaa. Nisimtaje. Sasa tukasema hii haikubaliki, basi tukaelekeza huyu ndio itakuwa kimoja, na hii ni kudhibiti watu ambao wanaweza wakatumia influence zao za kihuni kuvuruga taratibu za chama. Rekodi ziko kwenye CCM, kwa msio na wasiwasi, rekodi zipo. Na mimi namshukuru Mungu niko vizuri mno kwenye kusoma nyaraka na kumbukumbu, niko vizuri mno, kwa sababu hiyo ndio salama ya msema kweli. Niko vizuri mno kwenye eneo hilo. Mwisho ni video moja ambayo nimeitafuta mpaka nafika mtamboni hapa sijaiona. Inahusu video moja nilizungumza, nilikuwa Mbeya, nikazungumza kuhusu wewe rais anakuteua, alafu baadaye unamwambia rais, mimi nataka kwenda kugombea ubunge. Mimi nakwambia hapa sasa hivi ule ni upumbavu, unielewa? Kwa sababu rais hawezi akakuteua wewe kuwa mkuu wa mkoa. Mkoa kama Dar es Salaam una majimbo 10, sasa yameongezeka. Una wilaya na halmashauri 5, manispaa. Jumla ya bajeti lake lote miaka 4 iliyopita ilikuwa bilioni 600, leo huenda imezidi zaidi. Mkuu wa mkoa ndio kiongozi anayesimamia maendeleo kwenye eneo lake kwa mujibu wa sheria. Yeye ndo anayehakikisha kila senti katika zile kati ya bilioni 600 huenda mpaka trilioni, ndiye anayesimamia kila senti imeingia kwenye miradi inayoleta kubadilisha maisha ya watu wetu wa Tanzania, wakaazi wa jiji la Dar es Salaam. Hasa unamkuta mkuu wa mkoa, mzee Chalamila, calm down, simaanishi wewe, na maanisha mfano. Unamkuta mtu kwenye mkoa wa Dar es Salaam mkubwa kama huu kapewa hiyo kazi ya kutoa maendeleo kwa watu, hajamaliza, anasema mimi sitaki hii, nataka kuwa mbunge. Yaani katika upumbavu na kuhakikishia baadhi ya watu hufanya ni matendo hayo. Au niende mfano live Arusha pale, umeelewa? Unajua Mama Samia alipomteua mkuu wa mkoa kabla huyu kijana wetu Kenan Kiongozi hajaenda, kabla alikuwepo ndugu Paul pale. Sasa huyu bwana yuko pale, rais anamwambia nimekutoa hapa, alimtoa kwenye uenezi, na kutoa hapa na kupeleka kule, ukienda kule ukatusaidie mkoa ule, kuna utalii na nini, Afrika kitovu, taasisi nyingi za kimataifa ziko pale na nini. Nakwambieje, yale maelekezo ya rais yalikuwa halisi, si ndio? Yalikuwa halisi kabisa. Amekaa pale Arusha muda gani? Haizidi miezi 6, anataka ubunge. Mimi nauliza, unajua toka mfano rais alikuwa anawaza vitu hivi, nauliza hivi rais anajisikieje anapokuwa na watu kama hawa ambao hawajali, unielewa, hawajali, wanajitazama wao zaidi kuliko kitu chochote kile, unielewa? Unataka ubunge. Mimi nimeshakuwa mbunge, ukiniuliza hata mimi sitaki kuwa mbunge tena, ila mimi nimeshakuwa mbunge. Yaani kwa maana ule wako kugombea, hapana, nimeshakuwa mbunge. Nasema huyu anaacha kazi kubwa ya mkoa mkubwa wenye mawilaya kibao, milima, mabonde, mbuga, kila kitu mle ndani kipo, anataka kwenda kuwa mbunge. Nauliza swali, aliyempa kazi ni kama anamtukana,
kwamba wewe hujui kazi ulionipa, mimi naitaka hii ya ubunge. Nauliza, unajua mkuu wa mkoa ni ministerial post, yani ukuu wa mkoa hadhi yake ni uwaziri. Sasa unampeleka mkuu wa mkoa pale, alafu miezi mitatu mbele anasema mimi nataka kuwa mbunge. Ndio nidhamu. Na sasa hivi nidhamu hakuna nidhamu. Kwa nini hakuna nidhamu? Kwa sababu moja, viongozi wameshindwa kusimamia nidhamu inavyostahili kusimamia. Na ndio maana ni muhimu kumwaga oil mwaka 2025, kumwaga oil ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini katika umma wa Tanzania ni muhimu kuwa na mwafaka wa kitaifa na uelewa pamoja kabla tujaenda kwenye uchaguzi. Kupuuza mambo haya ni kuwapuuza Watanzania, na unapopuuza Watanzania katika mazingira kama haya, mmeshatengeneza samahani kutumia lugha hii, nazungumza ni figurative language, ni lugha ya mifano kama hivi. Mmetengeneza vikaragosi, unashindana na vikaragosi, alafu naita huu ni uchaguzi. Uchaguzi hapana. Mimi kama mwana CCM naona mkakati wenu umefundishwa huko. Iko bwana mmoja, nimseme kwa sababu ni haki pia, mtu yote akikutaja jina si vizuri ukamtaja. Bwana mmoja sasa Polepole bwana hajaanzia chipkizi. Wapi kwenye kanuni za chama au katiba inasema mwana CCM lazima aanzie chipkizi? Ila kuna wahuni wanapoanza kukutafutia nongwa na kukupandikizia kuondoa uhalali, utasikia kila mwana CCM apite chipkizi, alafu wewe mwenyekiti wa shina apande. Nani anapanda hivyo? Nani? Kwanza sio kila mtu anaweza kuwa mjumbe wa nyumba zetu 50 mpaka 150 mpaka 300. Kwa nini? Lazima wewe una nyumba yako ndio unaweza kugombea nafasi ile katika eneo ambalo wananchi wenzako wanakaa. Kwa hiyo huwa ni visingizio tu, unajua huyu hajatoka kule na wapi. Kwa msikasirike viongozi. Point yangu ni kwamba viongozi wanaoondoka kwenye nafasi za serikali, ukuu wa mkoa, ukuu wa wilaya, unielewa, na zile za utendaji, wanaenda kutafuta ubunge, hawa hawana dhamira ya kweli na ya dhati ya kusaidia wananchi. Kuwasaidia, wapigeni chini. Nashindwa sasa hivi kuwashauri wananchi wachague au wasiwachague watu, kwa sababu mimi uchaguzi hapa siuoni. Kabla ya kuweka muafaka hapa, mimi uchaguzi siuoni. Hamna. Tutakwenda pale kufanya tu maigizo. Sisi na vikaragosi tunashindana na vikaragosi. Vikaragosi manake vikatuni au midoli. Tunashindana sisi na midoli. No, haiwezekani. Hawezi kuwa na uchaguzi tunashindana na midoli, alafu tunakwenda kuchangisha bilioni 100 ili tukashindane na nani? Na midoli. Hapana. Mimi na hofu ya Mungu siwezi kukubali kitu kama hichi. Hapana. Ukisema tunashindana watu wanasema hii ngoma kweli, lakini kwa mtindo huo niliona niseme hivi. Jamani, leo nimeona nibaki dakika hizi 48 zimetimia. Niwashukuru sana. Nataka mkumbuke mimi bado nina imani Mama Samia Mungu atamgusa. Nchi hii ni kubwa zaidi kuliko yeye. Na kwamba dhamana ilimtaka yeye ndio awe rais wa nchi yetu baada ya aliyekuwa rais kutwaliwa na Mungu. Kwa ana haki ya kulinda maslahi mapana ya nchi ya Tanzania. Asijitazame yeye kwanza. Tunakwenda kwenye uchaguzi katika mazingira ambayo nchi haiko moja. Tumegawika. Wengine hawafanyi siasa, mnielewa, kwa sababu wamefungwa kweli mikono. Basi mtu mmoja atasema, mbona nyinyi mlizuia watu? Nyinyi kina nani? Walikuwa kipindi kile ni Mama Samia, ni kina Majaliwa, na ndio walikuwa kwenye serikali, na mimi nilikuwa kwenye chama. Na nitakukatalia vile vile. Nataka bwana, hapana, watu walikuwa wanafanya siasa kama kawaida. Isipokuwa kipindi hiki yule ambaye mnaweza kusema lazima mpinzani wetu yuko jela.
Sasa tunapataje amani? Wanakwenda kwenye uchaguzi, real opposition iko jela. Haiwezekani. Na mimi ningesema kwa kweli viongozi wetu mbalimbali wanaweza kuwa wa kidini ambao wako juu ya uongozi huu wa kibinadamu, ambao wao wanaelekezwa na Mungu wa mbinguni asiyeshindwa. Hebu wanapokwenda kuomba jioni au asubuhi, wajiulize ndani ya mioyo yao, are you comfortable na kinachoendelea katika Tanzania? Wewe ni kiongozi wa dini, mkuu wako, bosi wako ni Mungu wetu wa mbinguni asiyeshindwa. Je, uko na amani na hiki kinachoendelea sasa hivi? Kama uko na amani, ndivyo Mungu wako anakuambia. Lakini kama huko na hiyo amani, utakuja kulitoa hesabu siku moja ya mwisho, kwa sababu hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi katika mazingira haya tumegawika namna hii. Lakini hata kwenye Chama cha Mapinduzi huku, kama wewe ni kiongozi unafuatilia huku, sisi tunakaribia kutekwa, umeelewa, na kundi la wanamtandao. Mtu yoyote aliyekuwa tangu zamani anajua hizi issue, umefahamu? Sema watu wanawaogopa, umenielewa, wanawaogopa kwa sababu wa jamaa wana mbinu nyingi, umenielewa, ndio maana watu wanawaogopa ile kundi la mtandao. Mimi siwaogopi. Hamna nafasi kwenye Chama cha Mapinduzi, umenielewa, na until it's done, mpaka itakapokuwa, umenielewa, hasta la Victoria siempre. Hamna nafasi kwenye Chama cha Mapinduzi. Hiki chama cha wanachama, sio chama cha kikundi cha watu wachache. Hamna haki ya kutupangia nani awe nani. Anayepanga ni chama chenyewe. Sasa ongea hivi, na mimi sitaacha kabisa, nawaambia ni sitaacha. Ndugu zangu, mimi nawashukuru, asanteni. Awamu ya 4, unakumbuka nianza ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 ninaiweka, niko naiandaa, na niko naiandaa. Siku nitazungumza, nimewaambia tu siku nitazungumza haya maneno ya awamu ya 4. Kama viongozi wangu watakuwa wasikilizi, wako watu watashikana mashati hapa juu. Asanteni. Mungu ibariki Tanzania. Na ndugu zangu wa Chama cha Mapinduzi, Mungu ibariki CCM. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Na kwa wote ambao mnanifuatilia na kuniunga mkono, wengi nawasikia mnamwomba Mungu sana, msiache. Endeleeni kumwomba Mungu wetu wa mbinguni asiyeshindwa atazame Tanzania yetu, ili kusudi lake litimizwe na jina lake likatukuzwe, kwa sababu kusudi lake limetimia katika nchi yetu. Na hii ni pamoja na kupinga kuliko vyovyote mitandao ya kihuni katika nchi yetu na ile ambayo imekivamia Chama cha Mapinduzi. Ninyi nawashukuru sana, asanteni. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mpaka wakati mwingine, asanteni.